Asante. Kwa majina naitwa Petro Pius Mchanga. Ni kijana wa Kitanzania ambaye ni mzaliwa wa mkoani Mwanza. Pia ni mwigizaji katika taasisi ya Nyota Arts Group. Nje ya uigizaji, mimi ni mwalimu wa shule ya sekondari. Kwa hiyo nawafundisha watoto wa shule za sekondari. Nipo katika shule moja hapa mjini Dar es Salaam. Kilichonisukuma kuingia kwenye tasnia ya uigizaji ni msukumo wa ndani kwanza, ambao nilikuwa nao toka nikiwa mdogo. Toka enzi zile nipo shule nasoma, kuanzia shule msingi, sekondari mpaka chuo. Ilikuwa nikipata nafasi au ikitokea kwamba kuna kazi yote inayohitaji waigizaji, basi nilikuwa ni mmoja kati ya watu ambao wanajitokeza. Na namshukuru Mungu nilikuwa nafanya vizuri kwa nafasi ambazo nilizokuwa napewa. Kile ambacho nilikiona katika msukumo wangu wa ndani kwamba naweza nikautumia kwa ajili ya kuigiza nafasi mbalimbali ili kuweza kupeleka ujumbe kwa jamii. Uliniuliza swali kuhusu kufahamu akaunti za mitandao ya kijamii za rafiki zangu. Hii ni kwa sababu ulikuwa umelenga katika hali nzima ya kukuza connection, kwa sababu unapokuwa msanii hauwezi ukawa umejitenga tu peke yako mpaka unapokuwa umetengeneza connection na watu wengine. Maana yake kazi zako zinaweza zikaonekana kwa watu wengine kwa kuona vizuri na wakaweza kufuatilia kwa ukaribu zaidi. Naigiza kwa sababu ya mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni shauku na ile hamu iliyopo ndani yangu, kama ambavyo nilikusha sema toka awali kwamba naona kabisa nina uwezo wa kufanya jambo fulani. Na hii imejidhihirisha katika nafasi ambazo nilipewa kuweza kuigiza hapo mwanzo, kama nilivyokushaeleza kwamba nilikuwa naweza kuvaa uhusika kiasi kwamba nikaonekana ni kama mhusika mwenyewe, kumbe sio. Na masuala ya uigizaji nimeanza muda mrefu, ni zaidi ya miaka 10 na kitu, lakini si katika ule uigizaji rasmi mimi nasema, kwa sababu nilikuwa naigiza tu kwenye majukwaa maalum kwa ajili ya shughuli maalum. Baada ya hapo nakaa natulia. Lakini rasmi sasa na kama mwaka mzima toka nimeanza kujishughulisha na shughuli za uigizaji. Hapa bado tupo kwenye maandalizi. Katika mwaka mzima bado sijafanya kwa sababu tupo kwenye maandalizi. Tunashukuru na tunaamini Mungu anaweza kutusaidia kwa mwaka huu, basi kazi inaweza ikatoka. Sababu kubwa ambayo imefanya kwa mwaka mzima tusiweze au nisiweze kuonekana kwenye sinema, nafikiri ni nafasi ambazo kwa wasanii wale wa chini ambao tujajulikana sana tunakutana nazo, hatuwezi tukazipata kwa mara moja. Na jambo lingine unakuta kwamba kazi inaandaliwa, wasanii mpo 20, lakini wanaofanikiwa kuja kwenye mazoezi 10. Kwa hiyo sasa wale 10 hamwezi mkafanikiwa kutoa ile kazi mpaka mwe mmekamilika wote 20. Kuna usemi wa wahenga unasema kwamba kidole kimoja hakivunji chawa, ikiwa na maana kwamba kwenye tasnia hii ya uigizaji, hasa katika upande wa tamthilia, yani siwezi nikasimama mimi peke yangu alafu nikajaribu kuvaa uhusika wa aina mbalimbali na kupeleka ujumbe kwa jamii ambayo tumeukusudia. Napopata nafasi ya kuigiza, huwa kwanza najifunza ili niweze kujua tabia, niweze kujua matendo yale ya muhusika ambaye anatakiwa nikamuigize kwenye kazi husika. Nijue kwamba akiwa na furaha anakuaje, akiwa na huzuni anakuaje, akiwa na masikitiko anakuwa vipi, ili sasa mimi nitakapoenda kwenye kazi basi niweze kuvaa ule uhusika vizuri na kuweza kufikisha ujumbe ule kusudiwa kwa jamii. Tasnia ya filamu nchini Tanzania ni moja kati ya tasnia ambazo zinakuwa sana, na nazungumza hivyo nikiwa namaanisha kwamba kuna kazi ambazo tumeanza kuziona toka siku nyingi kwa wasanii wa aina mbalimbali, na zina ujumbe ule ambao unaigusa jamii. Lakini ni tasnia ambayo inakumbwa na changamoto sana kwa wasanii chipukizi. Kwa nini? Kwa sababu wasanii wengi chipukizi wanakosa nafasi za moja kwa moja za kuweza kuonesha vipaji vyao mbele ya jamii na wakaonekana, hasa wasanii ambao wanatoka mikoa mbalimbali tofauti na jiji la Dar es Salaam. Katika kazi yangu ya uigizaji kwenye upande wa mitandao ya kijamii, naitumia ili kuweza kujitangaza na watu wajue kwamba
pia kuna msanii wa aina fulani anafanya kazi za aina fulani. Natumia sana Instagram kwa account ya Petro Mchanga. Pia utanikuta TikTok kwa account ya Petro Mchanga vile vile. Lakini tuna account pia ya taasisi ambayo inajulikana kama Kisinema. Kwa hiyo katika hizo account zote mtu akitembelea kule anajaribu anaweza akaona kazi ambazo huwa tunazifanya. Fursa ambazo wasanii chipkizi wanapaswa kuzitumia zaidi, kwanza kujiendeleza kielimu ili waendelee kuifahamu au waendelee kujifunza taaluma ya tasnia ya uigizaji vizuri. Alafu pili, mitandao hii ya kijamii ina mchango mkubwa sana kwenye jamii. Kuna waigizaji wengi sana wamefika juu kwa sababu tu walianza kuonekana katika hii mitandao. Kazi yake ndogo kaiposti kaonekana, basi anakutana na watayarishaji wakubwa wanafanya kazi nzuri. Endapo nikipata nafasi ya kwenda bodi ya filamu ya Tanzania, kitu ambacho naweza nikawashauri ni katika upande wa uboreshwaji wa teknolojia. Wajaribu kuongea na serikali, ikiwezekana waanzishe industry kwa ajili ya kuweka vifaa vya kisasa vya kuweza kuwasaidia waigizaji kwenye kazi zao. Nadhani ukijaribu kuangalia kazi za wasanii wengi za kwetu, kuna uhalisia fulani huwa tunaukosa. Kwa mfano labda mtu kugongwa na gari. Mara nyingi ukiangalia kazi nyingi, mtu anapogongwa na gari kwenye kazi zetu sisi huwa haionekani kama kweli amegongwa. Aiza gari isimame, yeye arukie kwenye gari, hiyo ndio huwa inaonekana. Lakini kwa wenzetu wa nje unaona kabisa mtu anagongwa na gari kabisa, kama ni kuvunjika anaonekana amevunjika. Na hiyo wameweza ni kwa sababu ya uwekezaji mkubwa katika teknolojia ya filamu. Neno uigizaji pia linatumika kwa upana sana ukienda katika mtaani. Lakini unapozungumzia uigizaji kwamba uigizaji wa filamu, maana yake tayari ushamuongeza kwanza uwanja mpana. Ajua kwamba wewe ni muigizaji wa filamu. Kuna uigizaji wa vitu vingine, kuna uigizaji pia wa vichekesho ambavyo unakuta mimi siigizi upande wa vichekesho. Mimi nipo katika upande wa serious scenes. Filamu ni kazi ya sanaa ambayo inawakilisha matendo ya wahusika fulani ambao wanapeleka ujumbe kwa jamii iliyokusudiwa. Nafasi ya muigizaji katika mabadiliko ya kijamii au ya kisiasa ni kubwa sana. Kwa nini nasema ni kubwa sana? Kwa sababu muigizaji yupo karibu sana na jamii. Waigizaji wana mchango chanya sana kwa jamii. Labda chukulia mfano, kama kuna kazi moja ya msanii imeonekana kavaa nguo za aina fulani, utakuta jamii pia inatafuta zile nguo, inaanza kuvaa zile nguo. Lakini ni baada ya kumuona muigizaji wa aina fulani amevaa. Sasa muigizaji huyo atakapotumika kwenye mambo ya kijamii, atakapotumika kwenye mambo ya kisiasa, atapeleka mchango mkubwa sana kwa jamii ambayo inafuatilia kazi zake. Kwanza niwaahidi kwamba wategemee mabadiliko makubwa sana katika kiwanda cha filamu Tanzania. Pia wasisahau kunifollow mimi katika akaunti zangu nilizotaja, akaunti ya Instagram Petro Mchanga pamoja na akaunti ya TikTok Petro Mchanga pia.